Napenda nikushirikishe kuhusiana na strategy rahisi ambayo unaweza kuitumia kutrade pair yoyote na time frame yoyote. Kuna vitu vichache sana vya kuangalia katika hii strategy. Sasa vitu vyenyewe ni hivi. Price kwa mfano inapokuwa katika mwelekeo wa juu, kuna wakati inaweza ika close kwa namna fulani hivi. Mfano hapa price imekuja hapa kwenye tuseme resistance. Kwa price ilikuja kwenye resistance kwa mara ya kwanza, then ikateremka chini, ikarudi kwenye resistance kwa mara ya pili. Sasa tunaangalia hapa jinsi ambavyo price itafunga. Kwa mfano kama ikifunga body candle ikawa ndani, tuweke body candle ikawa ndani, halafu mkia au wick ikawa imefanya kitu kama hichi, ambapo kuna majina mengi ambapo watu wanaita, wengine wataita stop hunt, liquidity sweep, vyovyote vile, lakini concept ni kwamba body candle iwe ndani alafu mkia ndio uweze kutokeza zaidi. Manake hii ni ishara price ita sell. Kwa wakati ambapo inafika hapa tunaangalia price kama itafunga kwa namna hii, maana yake hiyo ni ishara kwamba inaweza ikaenda katika ikabadilisha mwelekeo. Ndivyo ilivyo hata kwenye kama price ina labda imefika kwenye support. Inapofika kwenye support ikafunga katika mtindo huo kwamba full body candle ikawa haijazidi, lakini mkia ukawa umezidi. Hiyo ni ishara kwamba price itabadilisha mwelekeo. Hii imekuwa ikifanya hivi, nimeobserve kwa muda mrefu na nimeona price imekuwa ikifanya hivyo mara nyingi zaidi. Kwa hiyo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kupata fursa za kuweza aidha kusell au kubuy kulingana na fursa ambazo zitajitokeza. Nataka tuende kwenye chart ili nikuoneshe sasa jinsi ambavyo price inafanya hivyo. Hii ni gold na time frame ni H1. Tukiangalia hapa kuna hii resistance nzuri kabisa hii hapa. Hii resistance level. Price imekuwa iki bounce hapa, lakini angalia hapa ilipofika. Jinsi ambavyo ilifunga kwa namna ya tofauti kama vile ambavyo tulikuwa tunaelezea. Kwa maana ya kwamba ilipofika hapa price ilifunga na body candle ikiwa ndani, wakati ile wick ime sweep hizi previous highs. Kwa hiyo kitokea hivi sasa kwenye hii time frame ambayo tunaitazama kama time frame kwa ajili ya mwelekeo au H1. Sasa tunaenda kwenye time frame ndogo kwa ajili ya entry. Sasa kwenye time frame ndogo hapa tunatumia time frame mbili tu. Hii H1 ndio higher time frame kwa ajili ya kuangalia setup, alafu time frame nyingine tunaenda 5 minutes. 5 minutes ndio itasaidia kuangalia sasa entry.
Lakini kama tukitumia 15 minutes tutaenda kwenye 1 minute kwa ajili ya kuangalia entry. Kama ukitumia H4 utaenda moja kwa moja kwenye 15 minutes kwa ajili ya kuangalia entry, na kama ukitumia daily time frame utaenda moja kwa moja H1 kwa ajili ya kuangalia entry. Sasa hapa kwenye entry kuna namna mbili ambazo unaweza ukafanya entry, na kila moja ina uzuri wake na kidogo ina changamoto yake. Sasa nianze ya kwanza, ile ya kwenda kwenye time frame ndogo. Kwa hiyo tumepata setup yetu kwenye H1, tunaenda kwenye 5 minutes kwa ajili ya kuangalia jinsi ambavyo tunaweza tukapata entry kwenye time frame ndogo. Tukija sasa hapa kwenye 5 minutes, tunachotaka tuone price i break structure kwanza. Price i break structure kwa sababu price jinsi ambavyo inafanya, kama ikiwa kwenye uptrend tunakuwa tuna hizi series za higher highs na higher low, higher highs na higher low. Ishara mojawapo kwamba sasa inaanza kubadilisha mwelekeo ni pale ambapo ita break the previous low, sababu tunategemea ili hii trend iwe na mwendelezo wa juu, tutakuwa tunaona kwamba kuna hizi increasing, hizi lows zinaenda zinaongezeka juu na hizi highs zinaenda juu na ile juu zaidi. Sasa ikitokea price imekuja kuvunja hizi previous low, hii ni ishara kwamba sasa inaanza kubadilika. Kinachotokea inaweza ikafanya pullback kwa ajili sasa ya kuanza trend mpya. Kwa sasa huku tunachoangalia kwenye time frame ndogo, tunataka tuone price imevunja zile previous low, alafu imefanya retest kidogo. Hapo ndipo tunapoweza kuingia sasa. Hapo baada ya kuvunja imefanya retest, tunaingia, stop loss inakuwa huko juu. Sasa tukija hapa utaona kwamba price imekuwa hii ilikuwa ni high then low, kutokea hapa tukaja tukapata high nyingine. Kwa hiyo ina maana tupata kitu kama hichi. Sasa ili tupate ishara kwamba sasa imeanza kugeuka, lazima tuvunje, lazima tuone inavunja hii. Hapo ndio tutaona kwamba sasa tayari imeanza kubadilisha mwelekeo. Kwa ukiangalia hapa utaona ilikuja kuvunja hapa ilipofunguka, then ikafanya pullback kwa ajili ya kuitest kidogo, alafu ndio ika drop. Kwa hiyo sasa hapa entry ingekuwa wapi? Entry ingekuwa baada ya kuvunja structure, then inapofanya pullback kidogo, ndio hapo tunaweza tukaweka position yetu. Kumbuka stop loss inakaa huku juu na target yetu sasa. Hapa kwenye target unaweza uka aim labda 2R au 3R. Price 2R au 3R unaweza kuifikia kwa urahisi zaidi. 2R mpaka 3R unaweza kuifikia kwa urahisi zaidi katika hiyo namna ya kwanza ya entry. Namna ya pili, kwanza kabla sijaenda kwenye namna ya pili, tuangalie ile namna ya kwanza. Namna ya kwanza ni nzuri kwa maana ya kwamba tayari tunakuwa tumeshapata confirmation kwenye lower time frame. Lakini changamoto yake ni kwamba stop loss inaweza ikawa mbali zaidi. Price inaweza ikawa tayari imeshatembea na ukapata risk to reward ratio ambayo ya kawaida, sio ndogo sana wala sio kubwa sana, ya kawaida sana. Lakini namna ya pili, hii ni tunaweza tukaita aggressive. Hii ni very aggressive, ambapo baada tu ya price
kwenye ile time frame kubwa ambayo tunaangalia, kama hapa katika muktadha huu time frame kubwa ni H1. Baada ya price tumeshuhudia kwamba tayari imeshafanya kitu kama hichi, kwa ile kendo ambayo tunasubiri hii kendo ambayo ili sweep hii hapa, nasubiri baada ya hii kendo kufunga hii, then kendo inayofuata ndo tunaingia. Yani baada tu ya hiyo kendo kufunga, ile kendo inayofuata ndipo ambapo unaingia, alafu stop loss unaweka juu huku kwenye wick, na hapa unaweza ukatarget sasa. Kama unachukua 2R 3R unaweza kupata hata zaidi, lakini kati ya 2 au 3R unaweza kutarget na kupata. Sasa hii ni aggressive entry, ni nzuri kwa maana ya kwamba una risk to reward ratio inakuwa ni nzuri, lakini unakuwa hujapata confirmation zaidi. Wakati mwingine price inaweza ikakudanganya, imetengeneza hivi alafu ikaja kendo nyingine ikafunga juu zaidi ya hii, ikafunga juu zaidi ya hii, alafu ndio inayofuata ikaenda. Lakini sasa wewe mwenyewe utaangalia kulingana na personality yako, utaangalia ni njia ipi unaitumia, either confirmation kwenye lower time frame au kuingia aggressively pale tu ambapo price inakupa opportunity. Sasa tukaangalia mfano mwingine kwenye Euro USD. Tukiangalia hapa tunaweza kuona mfano hapa. Hapa tunaweza kuona huu mfano. Yes, tuna hii support level. Hii support level, angalia baada ya price kuja, ilichokifanya ilifunga body candle ikiwa ndani, alafu wick ime sweep ile previous low. Sasa kama ambavyo tulikuwa tumeangalia kwenye mfano uliopita, zile aina mbili za entry. Aina ya kwanza unaweza ukaswitch sasa kwenye time frame ndogo kutoka H1 tunaenda 5 minutes, ambapo huku tunasubiri tuone price ime break structure. Price ime break structure. Kwa hiyo baada ya price ku break structure, ukiangalia hapa utagundua price ilikuwa high, lower low, lower high, lower low, then tuka break structure. Kwa baada ya ku break structure, unaweza ukaingia immediately au ukasubiri price iweze kufanya pullback kidogo ukaingia. Unaweza ukaingia immediately au baada ya pullback, alafu stop loss inakaa hapa chini. Target unaangalia, unaweza kupata 2R 3R kwa urahisi ukachukua. R 3R unaweza kuipata. Hiyo ni namna ya kwanza ambapo unaweza tukabai, lakini aina ya pili ni immediately baada tu ya hii candle ku close hapa ambayo ili sweep, basi ile candle tu inayofuata ndipo ambapo tunaweza kuweka position. Stop loss inakuwa pale chini. Target unaweza kuchukua 2R au 3R. Kwa hiyo ni namna ambavyo tumeangalia mara nyingi price imekuwa ikifanya katika pair tofauti tofauti na kwenye time frames tofauti tofauti. Simple, haina mambo mengi, lakini inaweza kusaidia ukawa consistent profitable trader kama utafanya backtest
na kuweza kuona kuweza kuona jinsi ambavyo inaweza kukupa setups na ukaweza kutrade market. Mpaka wakati mwingine, tukutane kwenye video nyingine kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusiana na strategies tofauti tofauti unazoweza kuzitumia kwa ajili ya kutrade financial markets.